Michuano ya leo, manake ligi hii ya mataifa inaendelea leo usiku. Bila shaka. Haya, tuangalie kwa haraka kushoto anasaidia kuchambua Ubelgiji dhidi ya Lewandowski ulipotaja na ndilo swali lako leo hii. Itakuwa mechi ngumu sana kwa sababu ukiangalia ile kundi walipigwa Ubelgiji na hii Uholanzi. Unakumbuka manne kwa moja mechi ya kwanza. Na unaona Ubelgiji taifa bora duniani kwa mujibu wa FIFA. Kwa hiyo nawapa asilimia. Lakini somo kwa nini mimi sijui ukiangalia standings jedwali la FIFA hii Ubelgiji mbona hawapandi juu? Inashangaza kwa sababu haijashinda chochote. Unajua kwa sababu yakija mashindano tuseme kama kombe la dunia ama Euro, wao wakifika nusu finali, robo finali wanadenguliwa. Ufaransa wanakuja wanabeba taji ama Italia, ndio inawafanya Ubelgiji wasifike kiasi. Lakini ukiangalia Ubelgiji na wachezaji waliopo Hasani, unatarajia wao wanabeba mataji. Hawana taji lolote la kujivunia. Sasa wanacheza dhidi ya Lewandowski. Mimi na wapigia upatu Ubelgiji kwa sababu mechi ya ufunguzi wamepigwa na Uholanzi 4-1. Hilo linafanya niwape nafasi kubwa Ubelgiji kushinda mchuano huu. Haya, Wales dhidi ya Uholanzi. Wajua Wales washaingia kombe la dunia tayari. Na sasa hivi bado wanasherehekea. Ilikuwa Jumapili walipiga Ukraine bao moja. Kwa hiyo wao bado wanasherehekea. Ndio maana hata wakipigwa wangali kwenye shamra. Lakini tarajia GG. Gareth Bale unamjua? Bila shaka. Haya, kuna michuano mingine ama ni ukurasa mmoja na huu ukurasa mwingine somo? Ukraine. Ireland, Ukraine. Ukraine bwana. Niliwaona hata nilitokwa na chozi. Kina Zinchenko baada kufungwa mwamuzi alikwenda kumfariji. Kisaikolojia wametatizika dhidi ya Jamhuri ya Ireland. Kwa hiyo ipe nafasi kubwa Jamhuri ya Ireland. Japo Ukraine wanacheza mchezo wa kuvutia ajabu. Bahati haikuwa yao siku hiyo. Scotland dhidi ya Armenia? Scotland. Manake wao pia juzi walipigwa na Ukraine nusu finali kwenda kombe la dunia. Kwa hiyo Scotland. Haya. Na hii michuano Uingereza kinafini kushinda dhidi ya Montenegro, Italia dhidi ya Hungary. Kuna matokeo yote ambayo hawakwenda kulingana pengine. No, nilitarajia England baada ya kufungwa na Hungary ilikuwa lazima wapate angalau alama dhidi ya Ujerumani. Ugenini Allianz Arena. Kwa hiyo ni matokeo mazuri kwa Southgate. Sasa ile ambayo lazima washinde ni weekendi dhidi ya hii Italia, ambayo Italia imeanza vizuri kwenda sare na Ujerumani kisha kuifunga Hungary, inaongoza kundi. Kwa hiyo matokeo yalikuwa nzuri. Nilitarajia Germany, England, alafu Italia ifunga. Na unajua hii Italia lazima kufa kupona ili kombe kwa sababu hapo kombe la dunia. Kwa sababu hawakwenda kombe la dunia. Na kitu kinamfanya Roberto Mancini asalie kuwa mkufunzi ana bahati ni alishinda Euro. Angekuwa hakushinda Euro na ile Macedonia ikawatoa safari ya kombe la dunia, angekuwa ametembea. Haya. Kuna umoja wa Kiarabu, milki za Kiarabu, UAE, United Arab Emirates walilazwa na Australia ambao sasa wanasubiri Peru ndio hatuma wajue nani atafuzu katika kombe la dunia. Manake ushindi wa jana hapo ni kama tuliona juzi Ukraine na Wales. Sasa hapa manake ni UAE na Australia tulikuwa tarajia kwamba watapoteza hii. Nilitarajia Australia watashinda. Australia unajua wao huwa wanatatiza sana. Wajua walikuwa vizuri wanacheza mechi za kufuzu kule kwao. Unakumbuka Oceania? Kisha sasa akitoka kule kwao anacheza na mshindi kutoka bara la Asia. Na milki za Uarabuni akashinda. Sasa Peru kutoka Marekani kusini kule hapo ndo kuna mlima. Mechi nzuri sana hiyo. Au sio? Naam, mitandaoni mpenzi mtazamaji nilikuza kauli iliyofungamana na Ubelgiji na Poland. Kuuliza wapiga pale timu gani kushamiri. Nelson Misiko Pipeline Embakasi tumeingia ndani. Nina uhakika Ubelgiji itavuna pakubwa ikiwa nyumbani. Ipapo Felix jembe la majimba samaji asema leo punda afya lakini mzigo mfike salama. Belgium must win today. I'm 100% sure ni Ipapo Felix shakiki wa the Blues patachimbika. Hakim Ziyech anasema Ubelgiji itaichabanga Poland ya Lewandowski mabao 4-1. Ndani kama kawaida na kazi nzuri hapo studioni kaka. Victor Wanjala anasema ni Victor kutoka Eldoret. Belgium kupata ushindi. Una ujumbe wote somo? Bwana naitwa Collins Omolo anafurahishwa sana na kipindi. Atawekeza kwa namna tulivyosema na anasema timu nyingi za bara la Afrika kufuzu AFCON huwa ni first half draw sana. Bado Uganda wanaongoza bao moja, inakaribia kumalizika na Professor Charles Chalito. Anasema show imekuwa lit. Amefurahi kweli. Umesema Australia na Peru? Australia Peru.
ninaipa nafasi kubwa sana Peru. 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 Naona utakwenda Australia wewe. Kangaroo. Penzi mtazamaji, sina la ziada. Asante sana kwa kutazama macho na masikio. Kwa niaba wote waliofanikisha makala zilizala viwanjani, tufanye vivi hivi hapo kesho majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Somo majina Ali Hassan Kauleni, tunawatakia kila laheri na unasemaje? Labda kopo la uji kwa wageni? Bila shaka. Twende dukani. Ama uji wa wimbi au ama nipate size. Tumalizane hapa.